kondoo na nani na yule nyang'au yule fisi yule. Sasa nashukuru sana kwamba ulifanya vile nilivyokueleza. Kwamba hawa wenyewe wamekuja kuona ya kwamba labda hayo nguvu ambao wanasema ama ile upako ambao wanataka kujigamba kwamba hawa wanayo, labda kuna watu ambao kwa kusema ukweli ni watumishi wa Mungu. Mungu tumwombe Mwenyezi Mungu, na sasa Mungu atatubariki na mtoto najua atapona katika nguvu zake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo mama, wewe mimi nakuambia kutoka sasa mwana Joy sasa amefika wapi? Kubarikiwa. Umzangono huyu ndo nasema anakuombea. Huko shoni huko pale zinaenda kweli. Wale alisema main road bwana. Huko kuna main road. Si ni yenye tunaacha. Kuna njia huku naona nikaa kuna njia huku. Walai. Acha tumpigie tuone. Acha tumpigie. Awe kama kwanza, usipige kwanza. Nisimpigie? Okay. Sawa. Najua lazima tujue kwake ni wapi. Sasa ameficha kwake hata tujue kwake. Lazima tujue kwake ni wapi. So, hebu tujaribu tuende tuna steps. Tuone tutamniniaje? Tutapataje kumshika? Unajua tunafaa tumshike. Tunaweza mpata hata anaongea na bibi na na mtu mwenye tunatafuta. We are almost forgetting. Tulisema tuko road to tuko road. Mimi nataka road to 15,000. Sasa unajua tukisema road to 15,000. Nikisema hivyo? Tukisema road to 15,000. Cameraman. Mimi sasa acha naona nikaa kuna wezi huku. So guys, tufikishe Dangulo official 50,000. Tufikishe Beka show 15,000. Nilikuwa na monyera huyu, unajua kumonya? Nilikuwa na monyera. Monyera ni? Usijali wewe mngao mkisio hizi elewa. So guys, hello my people, is Oman Dangulo official. It's alongside Beka show. Yes, hope you are best, hope you are fine. Nice to meet you again. Nice to meet you. Yes. So guys, manze bado tuko kwa mission, tuko kwa hii mission yetu. Tumekuja kuangalia ni wapi namba tutapata ule mama. Lakini unajua kitu tunafanya, okay, ule mama alituambia tukuje, basi tunataka tujue kwake. Yeye anatuficha kwake, si ndio? But we are trying to see. Hapo kwa kutuficha nani anafanya makosa? Afai kutuficha kwake. Mbona anatuficha kwake? Mimi naona hii shughuli yake sasa hata ni kama anatungora. Ama kuna kitu ambacho anaficha. Ukiona mtu ataki ujue kwake. It's either two things. Either yeye anawaka na devil worshiper, ama anajua tukienda pale kuna vitu tutabomoa. Ama kuna kitu yenye anajua yako nayo yetu yenye. Sasa itafaa tukue makini na mama. But guys, what I was telling you, that's nilikwambia aje. Mama nafaa tumpangie plan moja deadly. Naona? Guys, we want to plan something. Yenye tunaona tutashika aje mama. Naona? So mama nataka aje vile nilikwambia. Twende kwa tumwambia aje, sasa tutaki kazi. Tumekuja kumwambia tumeretaliate. Tumekataa hii kazi hatutaki. Na tumwambie tumepata another mission yenye ni very important ya kuokoa watoto kama tunaweza mwambia watoto kama hata 20. Sio ndo kazi nafanyanga. Kwenda tumwambie tuko na kazi ya kuokoa watoto kama 20. So tumekuja aje kumwambia aje. Unaona plan kama hiyo exactly. Hiyo iko ni atuacha ndo tujue kama kweli. Mimi nikilingana venye namuona kuna venye akona ukora ndani yake. Sote nina plan kama hiyo, si ndio? Tuenda tumwambie sisi tumewithdraw. Na the reason us to withdraw ni the first thing atujui kwa nini hataki kutuonyesha kwake. The second thing atujui akona goal gani. Si ndio? So yeye anatuficha. Kuna mambo ambayo tunafaa tujue. So sisi ati tuna withdraw hii kitu. Ni plan tunatengeneza. Hii plan ni tuone tunafanya nini? Tunapatana na yeye aje, si ndio? So alafu another thing, kitu muhimu ni tumwache na chip ya kuchukua sauti, microchip. Naona hata kama mtu utamvalisha mic, hakikisha tumemwacha nayo, tujifai tumeacha. Na cheki ndio tupate the information. Hata kama hiyo siku itaisha kama tujapata information, tukipoteza mic ni sawa. Lakini at least tujue hiyo siku kuna nini. Na cheki. So guys, acha tuende tuone kabla tuende. Hatujasema ni hiyo plan tunafanya, lakini
Wacha tuende tuone tutaamua kufanya nini. Kabla tuende tuwakumbushe cameraman bado tujampata. Unajua tunaweza guys, hatujapata cameraman. Hatujapata cameraman, ndio bado tunashughulikia. Hata ndio maana tunasafiri mpaka huku kukuja kufanya mambo kama haya. Unacheki. So tumepata cameraman. Pray for cameraman. Mwenye ako nyuma ya kamera, by the way, you can tell him ni Man Steve. Steven Biko, the African boy child. Mr. Kodhe. Mr. Kodhe, yes. Wait, I want to show you. Talk to them. Akodhe mwenyewe. Akodhe Pasaris. Ndio huyu hapa. This is Steve 001, the black man, the African boy child. Nashukuru sana. Go to Steve 001 channel, subscribe hapo, share and like. Hiyo mambo ingine tutajua mbele. God bless you guys. Ulioa? Ulioa? Harusi ndafanya. Steven anatafuta bibi guys. Steven anatafuta bibi. Sisi kama watu umuuliza ameoa, amesema hajaoa, atafanya harusi. Atafanya harusi. Wako naye? So kumaanisha yeye ako na Sawa. So we are on Becca. You know these things inabidi tunacheki, inabidi tukue wazazi. Nacheki na walisema hii dunia tumekuja ona hii dunia tujakuja tu kukaa na kuzunguka na kuhangaika. Sasa unajua shida ni gani? Wewe unaonyesha wanatongoza aje? Juu mimi nikijaribu si kutongoza, si hivyo. Becca anataka kuoa, nataka kuoa lakini sasa ndio niliambia Becca akuje kwa fatherhood. You know you center to fatherhood. Sasa unakuja kwa fatherhood na una mke. Una mke. Sasa uongee hapa. Sasa sisi ndo nasema. Sasa unajua naweza kuwa ananiona. Guys, guys, bali na shida inakuwa ni guys, we need to put Becca in fatherhood manthe, please, ama kwa family mode. Wanasema family mode. Kama mimi ni family mode, niko na familia, niko na mtoto na mwingine, alhamdulillah, naomba Mwenyezi Mungu wakati ikifika bado tunaongeza mwingine, si ndio? So guys manze, tuingizeni Becca kwa father mode ama family mode, si ndio? Mambo ya kununua mapampa. So wewe unataka bwana Becca kwa hapo? Yes. Pia Steve ako hapo. So guys, subscribe for more. Subscribe for more. Yeah. Subscribe for more information. Umpige tu mama simu sasa. Itabidi tumempigia. Twende nampigia, twende. Itabidi tumempigia. Mpigie tu hapa. Nampigia bwana. Wewe shida yake anakuanga, yani hata kama credit ni yako bwana Becca. Ai. Lazima mtu unajua saa hii. Saa hii Ruto ameharibu kila kitu. The person you have called is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber is back. If you wish to leave a voice message, guys, then please msiko mnatupigia simu. Hello, sasa unatupima nini? Please record after the beep. Okay. Press any key to stop the recording. You are not stopping. Oza, tumetuambia tukuje area yako alafu unapotea rada, unakata simu. Amefunga simu. Ufan. Cheki ama unatucheza pia Ebu asha simu, kiasha simu ukisikia message ebu asha utuambie uko wapi. Tafadhali, tumeteremka kwa nje umetuambia uteremke hatukuoni. Lakini yeye kwa angipo. Sasa unatoka kule kote pale tumetoka. To save. Press 2 to listen. Kuna jamaa anaongea na Safaricom. 3 to re-record. Press. Acha. I'm not stopping. Oza, tumetuambia tukuje area yako alafu unapotea rada, unakata simu. Amefunga simu. Cheki ama unatucheza pia Nasikia kama iko fine. Ebu asha simu, kiasha simu ukisikia message ebu asha utuambie uko wapi. Tafadhali, tumeteremka kwa nje umetuambia uteremke hatukuoni. Lakini press 1 to save. Press 2 to listen. Press 3 to re-record. Press 4 to set priority. Press 1. 5 to set press 1 tuende bwana. Privacy. Press 1. Press 6 to request. Press. Shika. Hata Safaricom wanaongea polepole bwana. Unajua saa hii economy pale Kenya, economy Kenya imefika. Unafaa unaongea haraka haraka. Tumeteremka na hizi njia, tumepanda Steve. Kabla tuteremke. Steve, you can show them nini? Kabla tuteremke tunaonesha hata sasa tuweke mbele za Mwenyezi Mungu.
Mbele za Mwenyezi Mungu. Ama ndo maana simu imekataa kunini? Hiyo ni mapepo. Mungu Baba, nakuja mbele zako asubuhi. Hata si asubuhi, ni saa 6. Anza. Saa 6. You're not serious. Anza. Anza Ni tena. kwanza ni morning. Sasa ni evening, Afternoon. Okay, Mungu Baba, nakuja mbele zako afternoon ya leo hii nikisema ni asante. Mungu Baba, unatumingia katika kazi yako na ambao ulitutuma Mwenyezi Mungu. Tunaomba uwe kipaumbele, tunaomba uwe kiongozi, tunaomba uwe ngao na mlinzi mbele yetu Mungu Baba. Tunapoanza tunapomaliza katika naomba nikiamini. Amen. Yes. So guys, hebu mpigie tena, jaribu tena. Ai. Jana. Credit nataka ni yako. Ini siweji imepita hapa, si ndio? Watu wamekunia. Hii ni mafia watu inapita. Just beep. Haya. Piga simu. Yes. Acha tuone kama simu inaita. Let's see. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya, sasa ni wale vijana wa jana. Tulikwambia tukikuja tutakupigia simu ndo tuweze kuja tunaendelea aje. Uko wapi? Niko hapa mbele hapa karibu kwenye nyumba ijaisha, ukiteremka tu utaniona. Sasa sisi tumefika bwana, ndakupigia simu ni mteja Dangulo. Pale uko natuona? Network tu. Pale uko natuona? Teremkeni tu. Teremke. Sawa, na usikate usizime simu tena. Unajua sasa ilikuwa tu network. Tumetoka mbali. Obeka amka twende. Ilikuwa network. Sawa. Yes. Mr. Steve 007. The African man, the African boy child. The Steve 001. Okay, sasa official. Huko tuko shago ya watu, si ndio? Nasema uko na iPhone. Nakula na iPhone. Na kuna mandizi. Ina iPhone 13. Nakula kuna mandizi. Nauliza ina iPhone gani? Nataka fana nunue iPhone naona. Oh. Hajasikia. Hata ndo ule. Steve ni kama ndo ule pale. So, hapa nakuanga na macho. Diriki, diririka. Tuko diririka. Umetongoja pale? Okay, tumedunda. Hakikisha umemwachia mic sawa. Sawa. Cheza chini Steve. Steve skida shida kwa jina wa mama na kwa nani? Yes, napenda mama. Tutaongea mambo baadaye. So, hi. Bwana Yesu asifiwe. Uko salama? Sasa ngoja kwanza. Najua hata sana salamia mkono chunga sana. Naweza msalimia hivi uzieng. Yes. Karibuni sana. Sawa. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina ni Dangulo kama kawaida. Uko poa lakini? Salama. So tumekutembelea tena mami. Uko poa? Niko poa, karibuni. Tumekutembelea tena, tunashukuru, but safari imekuwa mrefu alafu pia tunapotea. Sasa sijui shida issue ilikuwa gani. Juu tumeingia hivi tukapotea, tukakuja hivi pia tukapotea. Nashangaa nakupigia simu kwa mteja. Hata ndio nashangaa mkisema simu ni mteja kama ilikuwa network. Sisi tuko poa. Hapa ni kwako? Huko ndio kwangu. Wapi huko? Wapi kwako? Wapi? Hapa ndio kwangu. Ai mami ni uongo. Hebu Steve mulika hapa. Hii hata mami sasa mami shida ya mami hataki tujue kwake. Hapa ni kwangu pa biashara. Lakini ulipafunga jua. DJ funguliwe, acha uongo mama. Ndio bado najenga. Bado najenga. Bado ndio najenga. Shamba avocado. Kitaka na wajua. Mengi somo. So sisi kitu tumekuja hapa kusudi tumalize hii mambo once and for all, sio? Tumekuja lakini kabla niende pale Mr. Steve, toke mbele za Mwenyezi Mungu. Yes. Sasa tuombe. Yeah. Mpatie mic. Mpe hiyo. Sogeza mic. Pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme amani, tunasema ni asante, tunakushukuru tukilinua jina lako. Tunasema ni asante mfalme. Baba, tazama tunapoenda kuanza kiazala hii, Bwana utuongoze na kwa damu ya Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. So,
Sisi tunapendanga tukienda na maombi, unaona. Mambo mingi yanakuanga njiani. Na huwezi jua mambo ambayo inaendelea. So tuko na ujumbe. Ujumbe sijui kama utaipokea njia gani, lakini ujumbe na ambao kusikitisha. Sisi tumefuatilia story ya huyu mtoto wako. Yenyewe alikuwa anahitaji tukusaidie sana. Lakini pia sisi tulihitaji sana tufanye nini tukusaidie. Lakini hata kabla niendelee, ningependa uvae hii. Unajua venye sisi tufanye. Huyo mzee akikuja tunaweza kusaidia kumrecord na hiyo. So, kitu nilikuwa nasema ni tumeweza kuona tukuongeleshe. Tunaona tumejaribu yetu yote ni kama imeshindikana. So jambo ambalo liko ni tunaona kwamba sisi tunaomba ku step back. Unaona? Tunaomba ku step back na tunaamini Mwenyezi Mungu atakufungulia njia. Utapata mtu ambaye atakusaidia kwa hii safari. Lakini mtoto wako sisi tuna imani atapatikana. Naweza ongezea kidogo, yani in short set tumekataa kukusaidia ni there is some things zimetokea mbele, unaona. Kuna mission zimetokea mbele na niza kuokoa watoto karibu 63 kids. Ni 63 ama 100. Wamejazwa kwa lori, si ndio? Ni 63 people to 100, unaona. So tumeambiwa ni leo ndio tunafaa kwenda. So sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kueleza kwamba kama unaweza tafuta another pastor ama mtu mwingine ama kupigia mtu mwingine mwenye unajua anaweza kusaidia. Watu ni wengi by the way. Kupigia mtu mwingine mwenye anaweza kusaidia inaweza kuwa mzuri sana. Juu sisi yenyewe we want to step down kurudi nyuma kidogo kwa hiyo maneno na tukuache, lakini tuko na hakika ya kwamba utapata mtoto wako because kitu ya kwanza hatujakuacha bure, si ndio? Hatujamwacha bure, tumemwacha anajua mtu mwenye ako na mtoto wake. No, na huyo mtu naye pia anakujua. So in short, 63 to 100 children wako na maana kushinda wangu mmoja, si ndio? Wana natolewa vibaya. Sasa mtaka kunikataa na mimi mwenyewe niliwatafuta mnisaidie. Kwani sikuwa najua kuna watu wengine wanaweza nisaidia. Ndio nikaenda kwa show yenu. Ndio kukataa. Kitu hiko ni sawa, kama mtaki iko sawa. Nitaacha kuwafuatilia na hamta hii nisikia tena. Acha kutufuatilia. Unajua wewe unataka kutuelewa. Nyinyi ni kama vijana wangu. Mnasaidia kama mama yenu. Mwingie ndani ya kiatu yangu. Mniambie mnaweza sikia aje kama ni nyinyi mtoto amepotea hizo for 2 months. Yaani jaribuni tu mkue tu nyinyi ni mimi. Ndio maana niliwatafuta. Najua mnatoka mbali mpaka nalewaleta huku mkuje tu like mnisaidia. Alafu mnakuja kuniambia mnataka ku step down, mnataka ku step aside, mnataka sijui nini. Ni sawa. Deka, basi hebu acha niongee na nini kidogo. Mimi naongea na huruma. Sasa fanya hivi. Ama tunashuku mama bure. Mama. Unajua kidogo pale pale. Plan tunapanga, lazima fanyike. Mama lazima tujue. Mbona nataka kutuonyesha kwake? Lazima tujue. Kuna nini? So tufanye hivi. Nini namba cha kuna shida na tumfuatilie mpaka tujue kwake ni wapi, ndio. Tujidanganye tu hivyo, tutaki kuna nini? Tutaki. Basi tumwambie kuna mahali tunakimbia hapo. Tuambie tuna mahali ya jioni. Tunataka kufanya kitu moja hapa chap. Kisha tuende tuongee naye. Na kitu atafanya tu watu nitamwambia aje, hata tunamwachia kitu tumembadilisha kwa shingo ndio tukirudi. Hata simwambia hizi notice ni. Tutoke tu haraka, si ndio? Si haraka mwambie. Basi acha tukula lunch tunarudi. Sawa. Sawa. Tumeongea na Steve na nani? Becca. Okay, we will help you, tutakusaidia. But sasa saa hizi kuna mahali tunaenda. Tunataka tuende lunch kidogo, unaona ni masaa 7. Nataka tuende lunch kidogo, after lunch tutakuja kutafuta. Tutakupata hapa. Nadhani hapa ndo tutakuja. Kama hiyo iko sawa na hiyo, tutakusaidia. Sawa, utanipata. Iko sawa. But yenyewe sisi na roho yetu itakio kazi, lakini si hatitaki na cheki. Usistuke mami, si hatitaki. Unaona? Ni venye yani kuna kazi mingi zimetokea, but ni sawa. Lakini hebu angalia kwa hata tukienda in case upate mtu mwingine anaweza kusaidia, unaweza tupigia tu simu tuambie, si ndio? Tuambie Dangulo mnaweza enda ile kazi je, nimepata mtu mwingine. Beka twende haraka. Sawa. Nakushia good luck kwa sababu grab ka snack hapa. Bye. Si tuende.
Si tuzieng. Kwanza teremke na huku chini. Teremke na huku chini. Ha? Ati? Kwenye twende huko. Yeah. Ameanza kutembea kwenda. Dula hebu mulike. Ona, cameraman. Cheza kiwewe, kuwa mjanja. Ona, kuwa mjanja. Nacheki. Mbona nipe Biblia mbili, shika moja. Nikwenda kuambia. Hebu ni. Hapa guys, hapa hivi nafaa kuwa wajanja hapa. Sasa hivi bwana. Mambo ya nini naweza fanyia? Yes, Steve wewe. Sawa. Guys, tunaendelea kufuatilia tujue what's up, what's popping. Hello, Pastor Matthew. Yes, Matthew here. Habari yako? Salama. Nani, Mama Joy? Ni Mama Joy hapa. Yes. Nilikuwa nasema wale vijana wamekuja nyumbani, wale walikuwa na nini, wale nilikuwa nimeongea nao kuhusu Joy. Ndio. Na wamesema watawezana na hiyo kazi. Ndio. Sasa ndio nimesema nikutafute. Na ndio at least tuongee, nataka tu tupatane ana kwa ana. Sasa sio kueleweka. Fanya hivi. Wewe siko basi ya mjengo I think niko karibu na hapo. Yes. Sawa Pastor Matthew. Anaenda. Unajua mimi mambo ya mafani. Mimi sinaona ni mambo ya mafani. Kuna siku nyingine nilitwa na fani. Bwana akatoa nguo zote bwana. Akanifungia kwa room. Alafu mbona hujai niambia story? Sasa ningekwambia je vitu za aibu kama hivi tumfuate na ameenda. Alikuwa anataka alikuwa anataka kuniosha. Ngoja. Pana kule juu. Pastor Matthew. Cheki, si ndio yule mzee? I'm here. Si ndio yule mama? Yes. Nilikwambia nini? Na nimekutafuta, nimefika. Ndio. Kumekuaje tena? Sasa hao vijana wamekuja. Mara hiyo kazi tutawezana. Hiyo kazi ni ngumu sana. Sijui nini. Na mimi sasa ati tayari ushajua mahali mtoto wako. Nikasema ni sawa. Na mbona pale hapo mbeleni wako wanajifanya hao ndio wanajua kabisa. Walijifanya hao ndio wanaweza ati watanisaidia kutafuta mtoto. Sasa hivi wanakuja tena hawataki, hawataweza, ati wako na watoto sijui 63, sijui 100 wenye wanaenda kuokoa. Nikasema sasa kwa hivyo Joy wangu hana maana. Si niende nitafute Pastor Matthew juu najua tayari yeye ndiye ako na mtoto.
Yaani kuna watoto ambao wako more important kuliko wengine. Wangu hana maana. Na ndio maana nimekutafuta unisaidie. Unajua katika hizi karne ambazo tuko, kuna wengi sana ambao wanapita na jina la Ukristo. Kuna wengi sana wanatembea na Biblia. Na kuna wengi sana ambao ni mapasta ambao ni wenye nguvu za ajabu ajabu. Na sio wote ambao ni watu wa haki. Sio wote ambao kweli wana upako. Na tumefika zile karne ambazo nafikiri kwenye Biblia hizi wale zipredict kwamba nyakati zitafika ambapo hutajua tofauti ya kati ya kondoo na nani na yule nyang'au yule fisi yule. Sasa nashukuru sana kwamba ulifanya vile nilivyokueleza. Kwamba hao wenyewe wamekuja kuona ya kwamba labda hayo nguvu ambao wanasema ama ile upako ambao wanataka kujigamba kwamba hao wanayo, labda kuna watu ambao kwa kusema ukweli ni watumishi wa Mungu zaidi ya pale. Na unajua Mungu inategemea vile unavyomwamini, unavyomuomba, imani yako na mambo mengi. Na pia kuelewa masomo na kitabu na mafunzo za aina yoyote katika, maana unajua kuna vitabu vingi sana za mafunzo. Tunayo Biblia inatufundisha kile inatufundisha. Tunayo Bhagavad Gita. Hii kunayo Quran. Kunayo zingine mingi kama hata zile za Buddhism. Zote unajua ni njia za kumfikia Mwenyezi Mungu. Kama wewe uko katika pale ambapo imani ni ya Kiislamu na nini, wewe utapigana vita na ule, sina muomba Mwenyezi Mungu anapoenda msikitini. Mkristo pale naye anaenda kanisani na anafuata Ukristo na mafunzo ambayo yako kwenye Biblia. Bhagavad Gita ya Kihindi pia na Hindu yote tunamuomba Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo muda ni ule wakati ambao tumefika. Kuna wengi ambao watajipendekeza kwa hao ndio weupe kama pamba, lakini huku kumbe ni wengine. Na inatakana mtu awe macho sana. Maana ndio ujue utaamini nani. Wewe pia tumia akili yako. Wewe pia una ule uwezo wa kusoma kitabu na uone hapa kuna nini. Na hizi nguvu ni nguvu za aina gani ambazo ziko hapa. So kwa kifupi, mimi nashukuru mtoto unajua pale yuko. Mtoto mimi nilimwokoa kule, nilimwokoa. Yuko mkononi mwangu. Yuko hali nzuri ya afya. Ako katika mkono ya mzazi kama wewe. Ambapo sasa ilipofika pale nimeona sasa mtoto sijui kafanywa nini. Sina habari alifanywa nini na nani. Akawa yuko katika ile hali ambapo akumbuki na atambui mengi. Lakini katika maombi na nini na kumwomba Mwenyezi Mungu, mtoto atarudi tu, fahamu zake zitarudi tu, na mimi na hakika kwamba mama na mwana wataungana. Ukuwa kweli mtoto sasa hata anakukumbatia akijua mama mzazi ndiye huyu. Sasa Pastor Matthew, utanisaidia aje? Sasa njia za kusaidia si ni ile maombi tu, tunamwomba Mwenyezi Mungu. Mungu unajua ndio mwenye nguvu. Niko tayari kwa lolote Pastor. Niko tayari Pastor, unisaidie. Waacha kwanza. Nimesha achana na wale, nataka wewe unisaidie Pastor. Wewe sikiza. Mimi sitaki unipigie magoti. Mimi nataka huelewe tu yale ambayo yanaendelea. Kwamba wale wachunge sana. Wale ndio maana nimekuja kwako. Ndio. Usikubali wakuje wakuzunguke na makelele na kuhusu Biblia kemea. Wengi wana yale mambo. Lakini kwa kifupi ili tupate kupata mama na mtoto wakiwa pamoja, make ile hamu na ile nia mzazi ambao unayo, mimi namjua na ujua kama mzazi mimi mwenyewe. So hapo hapako mbali. You are just about to be united with Joy. Na nafikiri tumeelekea pale.
Sasa kile ambacho tunataka tujichunge mimi hasa na wewe ni hawa. Manake wewe unaweza fikiria kwamba hawa wameachana na wewe. Wewe hujui nini wako. Na hujui hawa hata wametumwa na nani. Hujui kiongozi wao ni nani. Hao ni nani ambao hao ndio tumwa watu, watoto wokovu, kuokoa watoto. Poa. Ana video. Sasa hawa sijui ndio rescue team ya kutoka wapi. Hao popote palipo moto huwa wamefika. Palipo moto huwa wamefika. Palipo moto hao ndio kuzima moto. Anyway, nataka kukuombea na tuombe Mwenyezi Mungu kwamba sasa mtoto na mama wameelekea kupatana na tumwombe Mwenyezi Mungu pia amfanye nini? Amponye mtoto ili mtoto sasa hawe pale ambapo akimwona mamake atakuwa na ile uchungu na hamu na furaha zaidi ya kumwona mamake. Maana fahamu yake imerudi. Si hatujui pa fahamu yake imeenda wapi. Kwa hivyo ningependa tuinamisha kichwa tumwombe Mwenyezi Mungu. Tumwombe Mwenyezi Mungu na sasa Mungu atatubariki na mtoto najua atapona katika nguvu zake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo mama wewe, mimi nakuambia kutoka sasa mwana Joy sasa amefika wapi? Kubarikiwa. Usikubali shindo katika Umza ngono huyu ndo nasema anakuombea. Mbona unadanganya mama? Mzee anapenda ngono. Mbona unamdanganya? Kama tupile